Tusogee mbele kidogo tena. Imani ni nini? Ni nguvu ya kiroho impayo aliyenayo cha kufanya. Imani ni nguvu ya kiroho, nguvu ya kiroho inayokupa cha kufanya. Imani ni nguvu ya kiroho inayokupa cha kufanya. Ukiwa na imani na hauna cha kufanya, wewe huna imani. Sawa? Ukiwa na imani halafu umekosa cha kufanya, hiyo imani si imani. Kwa sababu imani, ili iwe imani, ni lazima ikupe cha kufanya. Kila mwenye imani anao wajibu wa kufanya jambo kwenye imani alionayo. Unaamini katika kuinuka, unaamini katika ukuu kwenye eneo la biashara, kuna kitu cha kufanya ili imani yako iwe. Unaamini uponyaji wa kiungu, afya ya kiungu, kuna kitu cha kufanya ili iwe imani yako iwe sawa sawa na unavyoamini. Turudie tena Marko sura ya 5 mstari wa 27, tuanzie hapo. Marko sura ya 5 mstari wa 27 na ule wa 29, 27, 29. Biblia inasema aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Kitu gani hapa alipata cha kufanya baada ya kuamini kwamba anaweza kapona? Kitu gani? Jambo la kwanza, alichukua hatua ya kutoka alipokwenda. Aliamini kwamba Yesu anaponya baada ya kusikia. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 10 na ngapi? 17, si ndio? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Aliposikia habari za Yesu akasema, hamna shida, kwa habari hizi na shuhuda hizi, mama fulani namjua, hajawahi kuzaa, kama wanasema na mtoto amempata wapi? ABC Global. Kwa habari hizi na mimi nitafanya nini? Nitaenda. Sio watakuja nyumbani, nitaenda. Unajua kuna watu wengine wanakuambia, mchungaji siwezi nikaja. Hospitalini anaenda kwa nauli yake, kanisani anataka tumpe nauli. Ni kweli, ni tendo la upendo, ila tu tuongee tu kweli. Ni tendo la upendo, ila tuongee. Anayekupa nauli ya hospitalini hawezi akakupa nauli ya kanisani ikiwa ni Mungu. Na wasiwasi na Mungu akupae hela ya hospitalini. Na wasiwasi naye, kwa sababu kama angekuwa ni Mungu huyu, hakuna namna Mungu atakunyima kitu cha kwenda nacho nyumbani mwake. Unataka kwenda wapi? Kanisani. Alafu huna nauli, ila wakati huo akisema enjoy interview, nauli ipo. Ni Mungu yupi anakupa? Huyo ni Mungu Shetani, kwa sababu na yeye anaweza akakupa kama Mungu ili azimishe ajenda za Mungu. Shetani anaweza akaingilia kwenye safari ya majibu ya Mungu ili akupe kama Mungu, usifanye cha Mungu. Mchungaji, wakati najiandaa kuja, nikapigiwa simu kwenda kwenye interview. Ni siku ya ibada, ukapigiwa simu ya kwenda interview Jumapili. Unahisi ni majibu, lakini hakuna Mungu. Kwa wivu wa Mungu hayupo. Ni sisi tu tumerahisisha mambo. Hayupo. Na usiweko mtu wa kuomba ruksa hapa kutoka mpaka ibada inaisha, asema Bwana wa majeshi. Aya, sasa huyu mama yeye alisema nikiyagusa. Kugusa ni kazi. Nikiyagusa, kwanza alisikia, akaamini, akajipa kazi ya kufanya. Nitaenda kwa nauli zangu, nitafanya nini? Nitaenda. Nikifika pale sihitaji protocol wanizuie. Watanizuia. Nimewahi kuambia, Jordan amewahi kunizuia kwenda kwa baba. Si protocol mzee. Mwaka nimefika hapa natafuta namna ya kumfikia baba. Protocol mkali. Nilimwangalia, Pastor Joe ananizuiaje? Ni nani huyu? Mimi sielewi mambo ya protocol hayo. Sielewi. Najua tu ni mshirika kasimama pale nje. Nakwambia muda umeisha. Kumbe kaagizwa. Sitaki kuona mtu. Nikamwangalia. Alafu na mwili wake ulivyo sasa. Ila baadaye sasa ikabidi Mungu tu afanye namna yeye mwenyewe, tukaungana kufanya jambo letu jema mpaka leo tuko hapa.
mpaka leo tuko hapa. Sasa huyu mama akagundua kwamba akipita kwa Petro hamna hafiki. Akaona tu hamna, ajipe kazi ndefu ya apite kwa nyuma. Sasa sijajua huko kwa nyuma ilikuwaje. Sawa, kupita nyuma mahali ambako hakuna njia, lazima tahadhari zilikuwepo. Lazima kupita upenuni. Wewe una nyumba yako, alafu unakuta mtu anapita mahali ambako sio njia. Unaweza ukawa salama tu na amani tu. Basi wewe utakuwa hujui mambo ya usalama. Yule mama alijaribu kuhatarisha hata maisha yake ili tu asikutane na kikwazo njiani. Anaenda anasema, nikifika pale bado nitakuwa na kazi ya kufanya. Ninyi washirika ambao mnakaa kanisani bila kazi ya kufanya. Huyu mgonjwa, mshirika wa kwanza, amefika kwenye ibada ya Yesu, anajipa kazi ya kufanya. Mimi nitagusa pindo, nitajifanya natoa tu lile jani pale alipokaa, ila nina ajenda yangu. Nitajifanya na deki kanisa, na ajenda yangu. Nitajifanya napanga viti, na ajenda yangu. Wewe unadhani kwa nini walimwacha? Walimwacha kwa sababu walijua anamtoa jani. Wewe Petro amwache mtu anapanga mbili, amna, na anatangaza, Yesu tunapanga mbili hapa. Turuhusu tufanye kazi. Yule mama walijua ni shemasi mmoja anafanya shughuli. Haya mambo ni hatari. Ni wewe tu unakuja unataka wakupangie viti. Ni wewe tu. Ni ukijipa kazi ya kufanya mbele za Bwana, hamna, msiba unakatika. Mary, uko wapi? Endelea tu. Sawa, endelea. Misiba huwa inakatika kwa njia hizo. Wengi misiba yetu imekatika kwa njia hiyo. Kwani sisi hatujijui? Wewe kwani hujijui? Kwa kufanya kazi ya Bwana kuna namna Mungu amekatisha misiba yetu. Usiache, endelea. Hata kama hawajali unaofanya kwa ajili yao, endelea. Anayejua ni Mungu uliyemfuata pale, aliyejua ni Yesu tu. Petro anasema, hapa tuko wengi, hatujaona. Nani kafanya? Yesu. Hapa watu ni wengi hapa. Kutana wote huu, kuna mtu amemgusa kitofauti. Endelea tu. Ukitaka makofi yetu, tunamiri kama wewe. Tutajisahau, utakukwaza, utarudi nyuma. Wewe endelea, angalia cha kufanya. Nikigusa pindo, nini nitapata? Hicho tu. Sio nikikutana na fulani akiniambia hivi nitaacha. Ukiacha ulikuwa unamtafuta fulani. Sawa? Batimayo anafanyaje? Batimayo anajua nikikutana na Yesu napona. Akakutana na Petro kabla ya Yesu. Tulia. Acha kelele, usimsumbue mwalimu. Anawahi kwenye mkutano mkuu wa maaskofu. Batimayo akasema, kilichoko moyoni namna nilivyokipangilia, we hauko hapa katikati. Kwa kuwa haupo, umejichomeka na utajitoa mwenyewe. Kelele, anaongeza sauti, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akajua tu hapa kuna mtu ananiita tofauti hapa. Petro, niletee huyo mtu. Niletee huyo mtu. Haleluya. Kwa hiyo imani ni lazima ikupe cha kufanya wewe uliye nayo. Unamwamini Mungu, lazima kwenye hicho unachomwamini Mungu uwe na kitu cha kufanya, ili hicho unachokifanya kibebe hiyo nguvu, kilete matokeo. Sawa? Unachokifanya kutokea kwenye imani ni kibebeo cha nguvu. Hiyo nguvu inalazimisha kuyavuta matokeo kutoka rohoni kuja wapi? Mwilini. Usipokuwa na cha kufanya, hata uamini kwa namna yoyote ile, hauwezi ukafanya nini? Kupata chochote. Utajiri wa mataifa upo, ila ni lazima uondoke na kuangaza. Utajiri upo na mataifa wanatafuta mahali pa kwenda kuiona nuru, ila ni lazima ufanye nini? Ondoka. Sio waje hapa, ni lazima uondoke. Sawa? Ni lazima ufanye nini? Uondoke. Na watu wengi wenye changamoto, moja kati ya asili ya Yesu, mbali na ile ya mama mkwe wa Petro aliyomfuata nyumbani, Yesu hafuati mtu. Yesu anafuatwa. Batimayo alitoka kwao. Sawa? Huyu mwanamke alitoka kwao. Yailo anatoka kwake, anamfuata Yesu. Ni wewe tu unataka tukufuate. Hamna shida. Tutakuja. Baba yetu ametufundisha upendo, kwa hiyo tutakuja. Unaacha kanisa kisa hajaja kukutembelea. Ni sahihi. Sawa, tuendelee mbele kidogo. Haya. Sasa